na wakati mwema. Mungu amewalinda na tena amewaneemesha. Leo hii nataka kuongea juu ya roho ambao huwa inalia, na hakika huwa inalia na machozi haionekani, lakini inaugua kwa moyo na mara nyingine pia haipigi nduru. Nataka kutazama pale ili we mwenyewe ukikaa chini sometimes una study. Na kwa sababu watu wengine wenyu mnajulikana katika tu kuwa mna wachungaji wanaowalea, lakini hata kama nitaguza nikiguza wengine, lakini unataka kufocus sana kwa sababu ya shepherd. Iwe ambaye anakulisha ni bishop, iwe anaitwa overseer, iwe anaitwa pastor, anaitwa deacon, jina yote ambao mmempatia, hata kama ni father, wewe ndio unaelewa vile ambavyo unampatia. Hata kama nitaguzia kwingine, nataka muangalie ili mpate kuelewa mambo. Maana katika miaka ya sasa kuna mambo mengi yanayofanyika, hata wengine wanaingilia kanisa mno, lakini si kuanza wameanza. Ilianza kitambo na itaingiliwa kana kwamba ni kote kuna shida, bila kukumbukwa ya kwamba wale watumishi kazi wanazofanya na vile wanafanya kazi za ulezi. Na hakika tabia za sasa tukiangalia vizuri, kwa nini ukipatana na msichana ambaye amevaa sketi fupi ama nguo fupi, akipatana na watu fulani anavuta? Sijui ama umenotice hivi, ama we pengine ni dada, utashuhudia kwamba ukiwa umevaa nguo imekubana ama kana kwamba imekushika, ukienda mahali usikie kuna mtumishi ama pasta, huwa unasikia ni kama si vizuri, unajaribu kuivuta ama pengine kutafuta kitu ya kujifunika. Kwa hakika unajishuku ni kana kwamba hauko sawa. Na wewe mwenyewe ukiulizwa ni nini, hata pengine hakuulizi chochote tu, lakini kwa sababu umesikia vile una feel, kwa sababu unajua kutoka zamani wale wachungaji wametumika katika kuangalia maadili na vile ambavyo mtu ana grow akiwa. Sasa nataka kuongea sana hata si tabia zao ama kafaida zao, lakini nataka kuongea katika uchungu na kilio. Kwa sababu mara nyingine wanapitia uzito, lakini wanaenda zaidi ya mipaka kwa ajili yako na kwa ajili ya wengine. Na hapa hivi najua ukisikiza vizuri utapata kujifundisha jambo, na pengine unaweza chukua jukumu mzuri ambao itakuwa ya baraka kwa wengi. Ningependa tushiriki neno kitabu cha Kutoka 17, nitaanzia mstari wa 10, nijaribu kusoma kwa upesi. Anajua Mungu atanena nayo. Ningesoma yote, lakini nimesema nisome pale kwa sababu ya muda ili niweze kueleza kwa kina. Inasema hivi katika kitabu cha Kutoka 17 mstari wa 10, nasema basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia. Akapigana na Waamaleki, na Musa na Haroni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. 12. Mikono ya Musa ilikuwa mizito. Hapo mshike vizuri. Basi wakatoa jiwe, wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitengemeza mkono wake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikadhibitika hata jua lilipokucha. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikio mwa Yoshua, na kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya bingu. Tazama, Biblia inasema ya kwamba hii mambo ikaambiwa iandikwe ukumbusho. Hii mambo isiwe hata imeishia hapo. Hiyo mambo iendelee kuandikwa, na ndipo mpaka sasa tunaisoma. Lakini nataka tu notice hivi ya kwamba hawa watu walienda vitani. Walipoenda vitani, wanaenda kupigana na Waamaleki. Yoshua pamoja na Kalebu na wale wengine wakaingia katika vita, lakini Musa wakawa mahali pa juu, akiwa kando yake kuna Huri, na pande nyingine kuna Haroni. Hawa watu wawili tukiwatazama si vijana, na maanisha Huri pamoja na Haroni.
Tukitazama vizuri Haruni tutapata kwamba yeye alikuwa mkubwa wake Musa. Hata Huri ni mmoja wa wale wa zamani. Tukiwatazama wale watu wawili tunapata ya kwamba wale watu hawakuwa vijana, lakini walikuwa wako na umri, hata wengine wamepita umri wake Musa. Sasa tazama, hata kama wamepita umri wa Musa, wakastadi wakaona Musa kuna kitu kimoja. Wakati Musa vita inaendelea, alikuwa anainua mikono. Na wakati ambapo anainua mikono, kunakuwa na ushindi mkubwa sana. Yoshua pamoja na Kalebu na wale wengine wakiwa kwa vita, kunapatikana ushindi. Lakini wakati mikono inarudi chini, wakanotice ya kwamba hapo tena kunakuwa na kasoro. Kunakuwa watu na Waisraeli wanapigwa. Kwa hivyo Musa anainua mikono, ushindi unapatikana. Ikienda chini, kunakuwa na shida. Tazama, Musa hana nguvu za kubeba upanga kuingia kwa vita kuwapigania, lakini kumbe ako na neema ya kuinua mkono tu. Akiinua mkono kunakuwa na ushindi unapatikana. Na wakati Huri na Haruni waliona lile jambo, wakaelewa wenyewe, si Musa alilia, si Musa alisema, lakini walitazama, wakastadi, wakaona kumbe Musa mikono ikiwa imeinuka kunakuwa na ushindi, ikienda chini wanashindwa. Kwa kuona lile jambo, wakatafuta jiwe, wakamwekelea, wakamshika mkono ili yeye apate kuinua mikono yake. Maana ndani yao waliona kumbe Musa kuinua mikono ni faida kwao. So wanafanya kwa sababu it's to their benefit. Lakini nataka tuangalie hivi. Musa yeye mwenyewe hakulia akasema anachoka. Musa hakusema ya kwamba yeye mwenyewe analemewa. Hata wakati anapotuma Yoshua na anatuma Kalebu, yeye mwenyewe hakuambia siendi vitani kwa sababu mimi miaka yangu imesonga. Lakini yeye mwenyewe aliamua ende mahali pale afanye kitu ambacho anachokiweza, kuinua mkono. Kumbe hicho ni faida kwao. Wapendwa, ukigojea saa zingine mtumishi alie ni ngumu. Usikie mtumishi akilia, atalia namna gani? Na yeye mwenyewe anafaa kushuhudia ukuu wa Mungu. Turudi nyuma, huyu Musa kwa nini halii? Wakati hapo mwanzo wanatoka Misri, Musa akiwa ameongoza watu kutoka Misri, watu walimlilia sana walipoona bahari ya Shamu na wakaona nyuma wa Misri. Walipolilia Musa sana, wakimwambia Musa kana kwamba anataka wafie pale jangwani, Musa naye akasumbuka sana, akaenda mbele za Mungu na kilio. Alipoenda mbele za Mungu na kilio, Mungu alimuuliza, hata wewe Musa, wewe ni mtu wa kulia? Kwa hivyo hata Musa yeye mwenyewe anaenda kulia, lakini bado anakumbuka ya kwamba Mungu alimuuliza swali. So kana kwamba yeye kuna formula anafaa kukaa tofauti na wale wengine. Mungu hakuuliza Musa kwa nini Israeli wananililia, lakini aliona Musa hakuwa nafaa yeye kulia. Na hivyo ndivyo watu huwa. Unatazama mara nyingi sana, hapa ndipo huwa na kasoro ya kwamba Musa hatalia, hatasema. Kwa nini? Kwa maana Mungu anamuuliza Musa, wewe ni wakulia kwa nini? Maana Musa akilia, watu wengi imani yao inaenda chini. Tukitazama hata Yesu wakati alipokuwa analia, alikuwa ameondoa watu. Alikuwa mahali ambapo alikuwa na watu wachache aliowachagua. Hakulia mbele za umati tu. Kwa maana nini? Ingioneshana kama kiongozi wao ameisha nguvu, hata wale wengine wangepoteza tumaini. Lakini katikati ya wengi alikuwa na ujasiri na ushujaa mkubwa. Lakini wakati alipokuwa na wachache, hapo ndipo alilia, na bado hakulia karibu nao. Maana Biblia inasema akawaambia wakae hapo waombe. Yesu akaenda kulia kando akalia, Baba niondolee kikombe hiki. Kwa maana nini? Kwa maana yeye mwenyewe aliona si vyema kulia mbele za watu. Kwa nini? Yule akilia ina send message very negative. Musa angeongea kana kwamba anaoneshana udhaifu, ingekuwa inatuma ujumbe ambao ni negative. Lakini ilikuwa ni jukumu la hawa wengine wa study waone huyu anahitaji hiki. Leo hii mtumishi akisimama mbele zenyu, akuwe akilia anasema ya kwamba maisha siku hizi imemsukuma, ajui atafanya nini alipe shule. Akianza kulia mahali pale, mtaanza kusema na yeye ndo anatuambia tutumainie Mungu, kwani Mungu hajamsaidia. Hata mtashuku Mungu wake.
mtakuwa mnaona kana kwamba yeye hayuko sawa. Hata akisimama aseme ya kwamba kuna ugonjwa ambao unamsumbua, kuna shida inakuanga ndani yake ambayo inamtatiza. Wengine wenyu mtashuku, tazama hata Timotheo, Paulo mtumishi mwenzake na ni kama baba yake ya rohoni, ndiye anafahamu ako na shida ya tumbo, na yeye ndo anamshauri, anamwandikia barua. Na hii barua hata ni sisi tulilikiwa hiyo barua. Ilikuwa Paulo anaandikia Timotheo akimwambia, si anaandikia kanisa, akimwambia vile atakavyofanya kwa sababu anakuanga na shida ya tumbo. Nataka kusema nini wapendwa? Hawa watumishi, hawa wachungaji, hawa viongozi, saa zingine huwa wako na changamoto na shida wanazopitia, lakini wakisema itasend message mbaya. Inawezekana yule mtumishi hata kwake hakuna amani katikati yake na mkewe ama na mumewe, lakini je, atakuja kuambia mbele za madhabahu, waambie sikizeni, akuja kuambia kwamba mke wangu venye ananitusingi siku hizi, hata nyinyi itakuwa ripoti inakaa namna gani kwenyu? Hakika atasimama aanze kusema, aongee akisifu mke wake, akisema mke wake mama fulani ambaye wamemzalia watoto 4, ambaye ni mama wa baraka sana na ambaye anamshikilia sana, lakini kwa moyo wake anaugua sana. Lakini hata waeleza, kwa maana Musa ataulizwa, hata wewe unafaa kulia? Basi Musa kwa kukumbuka hivyo, hata anainua mikono na yeye anaumia, mzee anachoka, anatulia kidogo, anainua tena. Akiinua tena anapata ushindi, anachoka, anaweka chini kidogo. Hawa waka notice, kwa maana wali notice. Kwa nini? Ni trend, ni kitu imefanyika. Musa akiinua mkono, ushindi unapatikana. Akiweka chini, kunakuwa na wanashindwa. Akiinua, wakaelewa hiyo formula, wakajua kumbe hivi ndivyo kunaenda. Walipoelewa, wakafikiria vile watamsaidia. Mpaka wewe unagojea uelewe ya kwamba wakati yule chef anakulisha, yule mtumishi uliopewa akulishe, wakati anasimama ni faida kwako, unagojea mpaka uone. Unagojea mpaka hawa waligojea mpaka waone. Nikuulize, wakati ambapo walikuwa wanashindwa, walikuwa wamepoteza wangapi? Pengine hakuna mtu alikuwa amekufa kwa hiyo vita wapande yao, lakini ni majeruhi ngapi walikuwa wamepata? Pengine kwa sababu ya kuelewa udhaifu wa Musa kumshikilia, kuna watu pengine 10 ama 50 walikuwa viwete, walipata kasoro tofauti, kwa maana Musa alikuwa amechoka. Wapendwa, na ni kwa nini? Kwa maana wanachokanga. Hata Samsoni aliyekuwa na ushujaa, kuna wakati naambia kwamba akasumbuliwa na Delila mpaka akahisi kufa, kwa sababu amekuwa very pressured. Huyu mwanamke amempressure sana, mpaka huyu hata kama anajazangwa na roho, anajulikana kwa nguvu, anakuwa na udhaifu. Nasema nini mpendwa? Wewe mwenyewe ni jukumu lako, unastadi. Wale hawatasema. Unagojea mtumishi ya kuambia kwake hawana chakula. Nikuulize tu for sure, unagojea wale wachungaji? Hakika ni wangapi watalia? Hakika kasoro yenye iko katika dunia ya leo, wengine wenyu mnaangalianga mnasema ya kwamba kanisa ni biashara. Siku hizi tu ni kupelekwa sadaka, kupelekewa bla bla, mali zinapelekwa. Lakini saa hiyo mnasema, kwa maana mmechagua kanisa 2, 3, 4 ambazo zinaonekana kana kwamba zina utukufu, watu wanapeleka mali sana. Unasahau kwa kijiji chako kuna kanisa pale ambapo iko na watu 10, na iko kwa kijiji sana, mahali ambapo hata wakiambiwa watoe sadaka huwa wanapeleka gorogoro ya mahindi, wanapeleka vitu kama zile. Huyo mtumishi atalipa school fees kugani? Wengine mnasahau Musa mliopewa, yule ambaye umepewa si kama vile ambavyo unasikia. Wengine mnafuatana tu na kutazama trend, unasahau kusimama jukumu lako. Yani tazama Haruni na Huri, kazi yao walikuwa wameenda kujionea vita pahali juu. Wanasahau kwa nini walipelekana na Musa. Wakaangalia, wakaona kumbe wako na kasoro. Wakaona ndiposa wako wawili, mmoja ashike mkono mmoja, mwingine ashike mkono huu mwingine. Wakati ambapo walishika mtu mkono wake, hapo pakawa sawasawa. Nataka kumaanisha hivi mpendwa, kuna mambo ambapo mnafaa kujiangalia nyinyi wenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa.
Kwa sababu msipoangalia mahali pale kumepatikana shida nyingi sana hata kwa huduma. Na wengine wenyu mnawalaumu watumishi. Leo hii nataka kusema na mchunguze vizuri. Kuna watumishi wengi wamebidi kufanya mambo kinyume na maadili. Lakini kwa sababu gani? Mikono zilichoka, na zilipochoka hakuna kuwashikilia. Sasa wakijaribu kufikiria jambo lingine wanashindwa watafanya gani? Kwa maana akifanya jambo anashindwa ni gani atakalofanya. Basi wanafanya jambo ambalo litasaidia. Kwa nini? Huyo mtumishi akirudi kwake hatakuwa pasta kwake, atakuwa mume. Ataitishwa fedha za school fees, chakula cha kunywa. Basi yule mtumishi akisumbuka hivyo, wengine huwa wanaacha huduma. Anaamua ende fanye kazi yake, na akisema anaacha, wengine mnaingia kwa maombi na kaya kiuchawi. Mimi wakati mmoja huduma ilikuwa nzito sana kwa sababu ya mapato. Wakati ilipokuwa nzito sana, kabla sijazama kwa huduma full time, nilikuwa nafanya kazi mahali Thika. Basi mimi nikasema, wacha nitafute ama mahali nilikuwa nafanya kazi naweza pata kibarua tena, nirudi pale kazi nikuwe napatikana Jumapili. Mzee mmoja wa kanisani, nikamfahamisha, nikamwambia, mimi nafikiria kuenda kurudi kibarua, nikisikia nitapata kanafasi niende hapo kwanza, kwa sababu ya mambo mawili matatu nikitazama. Yule mzee wa kanisa aliniambia hivi, wewe ukienda, mimi ndo nitakuwa wa kwanza kupiga magoti. Niulize Mungu, sasa tukikuja fellowship tutakuwa tunapata nani? Wakati tunapokuwa na mambo yanatusumbua, tunataka mtu wa kuongea naye, tutakuwa tunapata nani? Sasa nikaona yule mtu kama mchawi. Pole kusema lile, lakini ni kweli. Yeye hata hajatoa suluhisho kana kwamba mtumishi, kuliko ufanya hivi, wacha mimi nimefikiria jambo. Mimi juhua nenda shughuli zangu. Mimi Mungu akinibariki nitajitolea sadaka hii, basi na kusaidia mahali. Na pengine hivi na vile kama kanisa tutakushikilia hapa, maybe usonge kwa sababu nafanya kazi. Maana nilifikiria ndani yangu, nikaona nikiambia watu kuniona kuna pesa hii mtakuwa mkiniona nazo, watasema basi huduma imekuwa biashara. Nikaona nikiwaambia ati wakifanya jambo fulani, pengine niwaambie mkipanda kwa madhabahu hii kuna baraka hii mnapata, kila mtu apande na pesa hii. Nikaona watachukua ni biashara. Mimi kwa fikira yangu nikafikiria vile, lakini yule alinena yale maneno yalinisumbua. Nikashindwa sasa nifanyeje? Hakika nasema namna gani wapendwa? Nyinyi wengine wenyu mnapenda kuenda kwa watumishi wale kwa counseling. Maybe kumekuwa na shida kwa ndoa zenyu, kwa kazi zenyu, mnaenda pale ili mpate msaada. Lakini mnasahau wale pia saa zingine wako na shida ama wako na changamoto, na ni jukumu la kila mmoja. Wewe unapata kushika pande ya kwako. Wakati unaposhikilia pande ya kwako, inakuwa faida ya kusaidia huyu kazi yake iwe rahisi. Maana huyu ni mfanyikazi na hata sema, na wengine hawasemangi. Unafikiria pastor anaweza kuambia alipigwa na bibi? Tuseme tu kweli, seriously. Akuja aseme ya kwamba mimi hata venye mumeniona, ukitazama sura, mama nani venye amenifanya jana, hizi ni kucha. Unafikiria atasema vile? Lakini mtamuona tu anakaa na utulivu na stress zake. Na hakika leo hii mtumishi akionekana ameacha mke wake, hata wewe utahama hiyo kanisa. Lakini je, ni siku gani uliojipatia nafasi umuombee huyo mtumishi? Ni siku gani wewe mwenyewe uliona umebarikiwa, ukasema huyu mtu wa Mungu kuna uwezekano anaweza kuwa na jukumu na shida fulani, ukaamua ushikilie? Ni siku gani wewe mwenyewe uliamua kama Huri wakarudi wakaona wako na uwezo wa kuchukua mawe, waekelee Musa ile mawe, tena wamshikilie akuwe sawa. Walifikiria lile jambo baadaye. Je, wewe ni wakati mgani umeshajiambia ukajitazama ukaona kuna jukumu fulani ambalo unaweza lifanya? Hakika Musa haezi sema. Musa hasemi. Hakika hata kama pastor wako ni pastoress, unafikiria atasema maneno mengine? Atakuwa nakaa pale na changamoto zake, analia tu. Hata saa zingine anataka kukaa peke yake, kwa sababu kuna mambo yanamsukuma, yamekuwa mazito, na yeye mwenyewe anaenda mbele za Bwana kutafuta Mungu amsaidie tu.
kwa sababu hana mwingine ambaye anamueleza. Je, katika uzao wa leo kuna Huri na Haruni ambao watatazama? Wewe nikuulize, wewe mshirika wa hiyo kanisa, wewe ambao unaendaga ile kanisa, pengine wewe si mshirika, hata pengine wewe ni Huri na Haruni, wewe ni deacon pale, wewe ni mzee wa kanisa, wewe ni pastor msaidizi, wewe unafanyanga nini? Hata kuna rafiki yangu aliniambia hivi, kulifika mahali kanisa ilikuwa ndogo sana. Sadaka ilikuwa inatolewa shilingi 170 hivi. Wakati wamejaribu sana wanite. Akaniambia hivi. Akaniambia yule mdogo wake, aliyekuwa mdogo wake, alimkalisha chini akamwambia, tunafaa tujue hii sadaka inagawa namna gani. Yaani hata mdogo wake nani shilingi 170. Anataka agawiwe na anaishingi kufanya kazi zake. Lakini bado anataka kwa ile 170 apewe kitu. Haleluya. Nataka kusema nini wapendwa? Wewe uko kwa namna gani? Je, unajua hawa watu wakati they are strong ni to your advantage. Wakati wako stable ni kwa msaada wako. Wale watu wakati wako sawa, those shepherds waliowekwa mahali pale, inawezekana hauoni venye anakufanyianga. Musa ni mkono tu alikuwa nainua. Eli hana lishi kuomba siku nyingi mtoto. Lakini ile siku alienda kuomba Eli akiwa, Eli aliomba maombi ya Hana tu imguze Mungu. Hiyo tu peke yake. Wakati alipoomba hivyo Hana akaenda kupata mtoto. Maana yule mtumishi kuna kitu amepiga muhuri tu. Just a simple word peke yake ikafanya jambo kubwa sana. Hao watu wanatumika pakubwa. Pengine huyo pasta ametumika mpaka watoto wako wameelewa maadili. Hata ametumika kukushape wewe mwenyewe. Maana pengine ungekuwa mkora, lakini anakuambia kweli, saa zingine hata unamkasirikia. Lakini katika ile ukweli anakusaidia hata wengine wenyu. Wakati ambapo unaenda kutafuta kazi, unaenda kumtafuta mchungaji akuandikie barua. Na ile barua ikiwa imeandikwa na mtumishi, ionekane pasta amesema, wewe ni dada mzuri, ndugu mzuri, wewe ni mtu mzuri, ile kazi ukapata. Kwa sababu kuna muhuri yake aliyopiga. Lakini hizo ni vitu vidogo vidogo vingine ambazo hamkumbuki. Huwa wanafanya. Saa zingine wana fast. Wanaenda wanajinyima, wana fast. Mtu anaingia katika fasting na hujuangi. Ana intercede kwa niaba yako kama umelala. Yaani mtu anakuambia, kumbuka wakati wa Samueli na Sauli. Sauli alipokosa akafanya mambo mabaya, Samueli aliishi kumuombea. Mpaka Mungu ndo anaonya Samueli, anamwambia hata ukiniomba mambo ya huyu sisikii. Kwa hivyo kumbe hata akiwa kando alikuwa anamuombea. Mara ngapi unapata those shepherds hata saa zingine wanawatetea na hamjui. Katika udhaifu wako anakushikilia, anakutetea, anakulilia mbele za Mungu. Wapendwa, ni vizuri kwako wewe, kaa chini, ujiulize, Musa uliopewa, yeye ako namna gani? Nikikaribia kutamatisha, nataka kukuuliza swali nyingine. Sitatetea tu kana kwamba natetea watumishi juu mimi ni mtumishi. Kuna mwingine, baba. Unajua mama yako ni virahisi sana akupigie simu. Akuambie, sijui kuna shida fulani, kuna nini na nini, mtumie 500 nini hivyo. Lakini baba, hata pengine ukienda kutembea, uende ni wakati kuna sherehe, ndio utaona baba yako kiatu venye imeinama. Ile koti amevaa, rangi ilibadilika. Ilikuwa ya blue, lakini sasa inaonekana ni kama ya dark grey. Kwa sababu imechakaa sana. Na hasemi. Je, kuna wakati unakaanga unaangalia Musa wako, mikono yake ama inaenda chini? Maana wakati mikono inaenda chini, haikuangi faida kwako. Wapendwa, mshike Musa mkono. Musa akichoka, si vyema. Hata huyo mtumishi ana intercede kwa sababu yako. Imagine akichoka. Imagine kama kitu nafanyanga kubwa sana ni kumsengenya. Kinyo nafanyanga kubwa sana ni kumkosoa tu peke yake. Sikatai, ni vizuri kumwambia mahali amekosea. Lakini je, hata kumshikilia asiyumbayumbe? Ama kabla afike hivyo, wewe mwenyewe hujui ni nini ilifanyika? Wapendwa, hiyo nimekupatia wazo, jiulize.
Na nashukuru sana kwa nyinyi mmetufuata online, wengine nimeona Flozi, Mungu ambariki sana, Matthew, barikiwa sana. Wale wote ambao mmetutazama hata online, Mungu azidi kuwabariki na kuwainua katika hali na mali. Ningependa kama ungetaka kuokoka, omba ombi pamoja nami, Yesu atakupokea. Sema: Baba, katika jina la Yesu, nimeona makosa yangu. Ondoa jina langu katika kitabu cha mauti, uliandike katika kitabu cha uzima na kitabu cha kumbukumbu. Nijaze na Roho yako Mtakatifu na uwe pamoja nami mpaka mwisho wa wakati. Kwa jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Wacha na tuombe. Baba Mungu mwenye mamlaka, jina lako liko juu ya majina yote. Baba, yule ambaye ameomba lile ombi, mpatie walimu wazuri kumfundisha neno, ambao watamfundisha kukujua na kukupenda na kufanya mapenzi yako. Na zaidi ukamjaza na Roho yako Mtakatifu na uwe pamoja naye. Na tafadhali, huu mwaka na uwe baraka kwa kila mmoja. Ukainua watu wako kwa njia kubwa. Wale wagonjwa naomba ukawaponya. Waliofungwa naomba ukawafungua. Walio chini naomba ukawainua. Walio na madeni ukawalipia. Ambaye hana kazi ukampa. Yule baba ambaye anahitaji karo ukamprovidea. Yule ambaye amemaliza baba form 4 na anataka kuingia college ama university, muwezeshe. Tafadhali, yote ambaye ako na tatizo lolote tatua. Naomba ukasaidia kila mmoja. Na ufalme wote wa giza nimewaamrisha wachane na watu wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ningependa tena, kuna mpendwa wetu ambaye alikuwa ametupatia kitabu kama himizo, na ningependa tu tukishiriki kwa dakika moja tu nikitamatisha. Kitabu cha Isaya 33, Isaya 33 18 and 19. Moyo wako utatafakari hofu ile. Yuko wapi yeye aliyehesabu? Yuko wapi yeye aliyeupima ushuru? Yuko wapi yeye aliyehesabu minara? Hutawaona watu wale wakali, watu wa maneno magumu usioweza kuyafahamu, wenye lugha ya kigeni usioweza kuelewa nayo. Ukitazama hili neno linaanzianga wapi? Huwa linaanzia pale hapo mwanzo, Mungu akikumbusha watu. Kuna wale wanafanya wengine mabaya, wale ambao wanawafanya mabaya na mambo ya uchungu. Na wakati ambapo neno hilo linasemanga nao wakiacha kufanya yale mabaya, nao Mungu nao wataanza kufanywa hayo mabaya. Hapa tumesoma, hapa tulipatiwa na mwenzetu. Hapa inasema kuna wakati mtu huwa atawauliza, utauliza wale wako wapi? Wale ambao walikuwa nasumbua. Nataka kusema nini mpendwa? A day is coming ambao waliokuwa wanakutesa, wale wanakufanya uchungu, mambo ya madharau, mambo ya mateso, utauliza wako wapi? Siku inakuja ambao utajiuliza wale wako wapi? Utajiuliza hata picha zao ziko wapi? Minara zao ziko wapi? Wale ambao walikuwa natusukuma. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba hutawaona watu wale wakali. So hata kama kuna wakati huo unaona watu wengine wakali, unasikia ni kana kwamba umefika mwisho. Pengine wale ambao wanakutawala, wale wamekuajiri, ama wengine ni wakali na wachungu, wanakutia uchungu mwingi. Biblia inanakili kuna wakati utajiuliza wako wapi? Hawaoni, hawapatikani. So ile ni himizo tu la kutia nguvu. Usijali ya kwamba kuna mengi Mungu amekupangia, na hata wale wanakufanya mabaya kuna wakati hautawaona tena. Asante kwa dada yetu ambaye alikuwa ametupatia. Mungu abariki sana, na kila mmoja abarikiwe. Mama Kita abarikiwe, na kila mmoja Mungu amshughulikie. Basi Mungu awe pamoja nanyi. Naitwa Apostle S. Moniki Mwangi, na hudumu na kanisa za True Vine Daughters of Prayer Ministries, na niko based Komrock, Nairobi, na wasalimu nyote, na naomba Mungu azidi kuwatendea makubwa, kwa maana yeye ako kila wakati. Na vile vile ningependa kama kuna wimbo wangu ambao unakubariki, kuna nyimbo zangu nyingi, enda pale YouTube utapata nyimbo zangu pale. TikTok pia utanipata mahubiri, nyimbo na mambo kadhaa. Pale Facebook pia utanipata mahubiri na nyimbo. Zote unatafuta tu Apostle S. Moniki, unanipata pale. Na pia kama kuna wimbo wangu na kuguza pale kwa YouTube, utapata nyimbo zingine nimeziweka skiza code hapo kando. Hiyo skiza code ukiweka inasaidia sana. Kama moja utaweka, unaenda tu the word skiza, unaandika the word skiza. Ukiandika the word skiza, then ukiwa kwa skiza, ukiwa kwa message unaandika the word skiza, alafu unaandika 1063
789, alafu unatuma kwa 811. Ukituma pale wimbo wangu mmoja, kuna nyimbo nyingi, siwezi zieleza zote maana ni nyingi, lakini ukienda YouTube utapata tu moja ile ambayo inakuguza zaidi. Pale unaona sikiza kode nimeweka kando, basi unaweka pale, unanipromote kwa ile njia, na Mungu anapata kuwabariki. Barikiweni sana na Mungu awe pamoja nanyi. Shalom, na muwe na mwaka wa baraka na mafanikio. Amen.